Nitumie nafasi hii kuwashukuru wenye viti wa CCM mkoa. Wengine hamjui, wakati tunapambana Mheshimiwa Rais tumeenda kuongea naye kumwambia mama naomba urudishe export levy. Watu wengi walikuwa hawaielewi, wanabishana, na mimi nawashukuru sana wabunge hao wa Kusini. Sasa wengine unawaruhusu nipigeni tu, haina shida. Kina Katani, kina Nape, kina nani, kina Mtenga, wote wananipiga mule ndani. Lakini si ni makubaliano? Si ndio jamani? Lengo letu si export levy. Kwa hiyo watanipiga kweli kweli. Lakini lengo tupate nini? Export levy. Hawa hapo wenye viti wa mkoa wa Lindi na Mtwara. Nakumbuka neki moja tuko Ikulu pale Dar es Salaam. Nikawaita. Nikawaambia sikilizeni bwana. Mimi mneki kama nyinyi. Lakini wewe jitahidi kila ukiongea zungumzia korosho na shida na matatizo, alafu wewe taja tu neno export levy. Inatosha. Mimi nawashukuru sana kwa lobbying mliofanya. Nawashukuru sana. Lakini nawashukuru sana wakuu wa mikoa wa Lindi na Mtwara, Ruvuma, wakuu wa wilaya, viongozi wote. Kila mmoja katimiza wajibu wake. Kila mmoja katimiza wajibu wake. Namshukuru mrajisi wa vyama vikuu vya ushirika. Tumegombana sana. Matatizo tulionayo leo ni madogo hapa tulikofika. Kwa nini? Changamoto kubwa ya kilimo ni upatikanaji wa rasilimali fedha kwa ajili ya kumsapoti mkulima. Kipato cha mkulima ni hiki. Ni kimoja tu kwa mwaka. Ni hiki kimoja. Na mimi nitawaonyesheni takwimu. Mara nyingi mheshimiwa viongozi, kumekuwa na hoja, na hii hoja inasemwa sana na watu ambao aidha wanakuwa hawaelewi uchumi wa kilimo ama huwa wanajisahaulisha, na wengine wote tumetoka vijijini. Mwaka huu tumefika tani 520,000 na ngapi? Na 8. Tumetoka 180,000 tukafika 310, sasa tuko 500,000 na ngapi? Na 26. Mapato walioyapata wakulima kwa takwimu za mwisho, na hizi nazizungumzia fedha alizolipwa mkulima mnadani. Fedha alizolipwa mkulima mnadani. Fedha walizolipwa wakulima na kuingia kwenye mifuko yao ni trilioni 1 bilioni 743 milioni 267. Hizi ndio fedha walizopokea nani? Wakulima. Naombeni wote tuandike. Sasa angalieni taasisi za serikali. Halmashauri zimepokea kutokana na zao moja tunaloitwa korosho bilioni 30 karibu na .6. Hizi ni fedha walizochukua nani? Halmashauri. Vyama vikuu vya ushirika, na naomba ieleweke, bei ya mnadani ikipatikana pale kama ni 3,500, mkulima pale makato anayokatwa ni nini? Usafiri, si ndio jamani? Anazolipa mnunuzi. Nataka kiongozi, meneja wa chama kikuu cha ushirika yuko mmoja asimame. Mameneja wako wapi? Mohamedi. Mkulima sitaki gharama anazolipa mnunuzi. Nataka gharama za mkulima 50. Lakini gharama ya pili ni ushuru wa vyama vya ushirika shilingi 100. Kwa hiyo ni shilingi ngapi hiyo inakuwa? Kama 150. Kuna gharama nyingine? Hapana, labda zile tozo tu za labda mifuko ya elimu, lakini hayo ni mambo yao ya vijijini sasa. Wao kwa wao, si ndio? Ndio. Sasa zamani mkulima ndio alikuwa anakatwa gharama zote, si ndio jamani? Sijui za bodi ya korosho, za nani, zile zinalipwa na mnunuzi. Ni cost of business. Sasa naombeni mnisikilize tunachotaka kukiongea hapa, wote tuelewane. Baada ya mkulima kuvuna, kulifikisha zao ghalani, limeuzwa,
limemalizika, tumejipanga foleni wote sasa pale. Sawa? Kuna gharama anakatwa mkulima, lakini kuna gharama analipa mnunuzi. Sijui tumeelewana jamani? Ambazo hizi siku ya mwisho ni cost of business. Yani kama mimi leo nimeenda kununua pamba, nitakapoanza kuichakata kuna kitu kinaitwa direct cost and indirect cost. Sasa direct cost ya kwanza ambayo ni gharama ya biashara ni pesa inayokusanywa na serikali. Serikali kutokana na zao la korosho, halmashauri wamekusanya mwaka huu bilioni 30. Vyama vikuu vya ushirika vimekusanya bilioni 42.9. Yaani hizi hela kama wakulima wangefyeka korosho zao zote alafu wakalala nyumbani, halmashauri wasingepata bilioni 30. Sawa jamani? Vyama vya ushirika visingepata bilioni 42. Si ndio jamani? Gharama zinazoenda kwenye mapato ya bodi ya korosho, mapato yanayotokana na zao hili kwenda TARI, mapato yanayotokana na export levy ambayo analipa mnunuzi akishafika bandarini kwa ajili ya kuexport korosho, gharama anazozilipa, gharama anazolipa TPA mnunuzi, gharama anazozilipa TPHPA ili aweze kuexport lazima apate phytosanitary certificate kwa ajili ya export, gharama zinazolipwa TCCIA, naomba nieleweke, ukizichanganya zote ni bilioni 339. Naombeni mnisikilize jamani. Kwa hiyo turnover ya korosho kilo moja kutokea shambani mpaka imefika kwenye poti ya Dar es Salaam au poti ya Mtwara inataka kwenda nje kwa mwaka huu, thamani ya haya mazao yaliyopitia, acheni yaliyobanguliwa hapa nazizungumzia tani 400,000 tulizoziuza kwa mfumo wa stakabadhi ambazo zinakuwa exported ni trilioni 2.2. Kati ya trilioni 2.2, trilioni 1.7 zimeingia kwenye mifuko ya nani? Zimebaki karibu bilioni 500. Sasa ni shilingi ngapi kwenye hizi bilioni 500 zinarudi kwa mkulima? Mnanielewa? Lakini hela inayorudi kwa mkulima ni hela ya TARI ambayo yeye analipwa na mnunuzi kwa kila kilo aliyonunua kwa ajili ya kuzalisha miche na kumpelekea mkulima miche bure. Sijui tumeelewana? Hela inayorudi kwa mkulima bure, zamani hii hela yote ilikuwa inaingia mfuko mkuu wa hazina, ni export levy. Export levy zamani 100% ilikuwa inaingia wapi? Hazina. Inaenda kujengea madarasa na matundu ya vyoo. Yaani amelima Tandaimba, tunaikusanya, anaichukua rafiki yangu Mwigulu, anapanga budget. Mwaka huu tutajenga madarasa 500. Mnanielewa? Lakini Rais Samia akasema hivi, hizi ni fedha za nani? Export levy 100% ni hela ya mkulima. Ni hela ya nini? Ambayo ni bilioni 189. Bilioni 100 kati ya ile 500, bilioni 189 ambayo miaka yote ilikuwa inaingia kwenye mfuko mkuu wa hazina. Rais Samia akasema hapana, hii nendeni mkanunulie salfa, mkanunulie viuatilifu vya maji, nendeni mkanunulie pikipiki, nendeni mkaajiri maafisa ugani waende kwa wakulima, nendeni mkafanyie utafiti, nendeni mkafanye kila kitu. Ndio maana leo tunashangilia tuko tani 500,000. Mnanielewa? Lakini tuko tani 500,000. Kwa sababu zamani ilikuwa inakusanywa inaenda mfuko mkuu wa hazina, si ndio jamani? Tunaenda pale bungeni kina Katani wanaongea mpaka wanatoka mishipa. Mmenielewa? Lakini watu wanaongea mpaka mishipa inatoka. Haipo. Wanaunga mkono hoja ya export levy irudi, waseme ndio, sauti 5. Wanaosema sio waunge sio. Rais Samia akaamua kwamba hii fedha irudi kwa nani?
kwa mkulima. Hakuna njia tunaweza kuondoa na nimetaja hizi namba maksudi. Nimezitaja maksudi kati ya bilioni 500 ambayo serikali yote kuanzia halmashauri ya wilaya ya Tandaimba mpaka TPA, mpaka nini? TPA pale bandarini pale Mtwara wanaikusanya fedha, inatokana na kilo moja ya mkulima. Sasa mtu yoyote ambaye mi huwa anajenga hoja kwamba hatuoni mapato kwenye mfuko mkuu wa hazina, hatuoni kwa sababu wakulima hatuoni wanachangia kwenye kodi nini, huwa namshangaa sana. Serikali na taasisi zake zimepata over 500 billion shilling mwaka huu, na kati ya bilioni 500 ni bilioni 189 tu ya export levy na agricultural development fund ndio iliyorudi kwenye zao. Almost 300 billion zimechukua taasisi zingine za serikali kama cost of business. Na hapa sijazungumzia wasafirishaji.